Leo ni siku ya lecture ngumu sana. Na kabla hatujaanza na hii lecture ngumu, ningependa mfahamu kwamba chochote ninachokizungumza hapa ni maoni yangu. Kama ambavyo wengine wamechagua kutoa maoni yao kwa njia tofauti, mfano wengine wanaandika, mimi nimechagua kuzungumza. Lakini maoni yangu ya leo ni magumu mno, inataka utulivu wa hali ya juu ili uweze kunisikiliza na kunielewa. Alafu ukishanisikiliza na kunielewa, utaniambia hapo chini kwenye comment section, na wewe unawaza ninavyowaza mimi au una mtazamo tofauti? Na mtazamo wako tofauti ni upi? Sote tumeona siku ya jana Mange Kimambi alidisappear out of nowhere on Instagram, lakini later on akaja ku confirm yeye mwenyewe kwamba Meta wamemfungia kutumia huduma za Meta, and this means kwamba hawezi kutumia Instagram, Facebook, Threads na WhatsApp. Lakini uko ambako anaweza kupata access ya social media, nazungumzia mjini Twitter au mtandao wa X kama unavyojulikana hivi sasa, amemwandikia barua Donald Trump. Kwenye hii barua yake aliyomwandikia Donald Trump kuna vitu kadhaa, ambapo hapo ndipo ambapo nataka utulie kwa umakini tupate hiyo lecture ngumu. Mange ameandika kuhusu uhuru wa maoni. Ndugu wa Tanzania, naomba tuwe wa kweli na tuongee kwa uwazi, tena very boldly, kwamba kina Mange wanachokihitaji sasa hivi sio uhuru wa maoni. Ni namna ya kuitoa madarakani serikali ya Samia Suluhu Hassan kwa kutumia vijana. Ambapo jambo hili tumeona majaribio yake yalikuwa ni 29 Oktoba. Mungu tu akasaidia na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vilikuwa imara, vimeweza kudhibiti mpaka leo tuko hapa. Na tunaona jaribio jingine linapangwa tarehe 9 Disemba. Lakini pia tunaweza tukapata nukuu ya posti yake ya hivi karibuni kabla hajapotea Instagram. Na nukuu maneno haya, alisema, na bado nakwambia nitakuchanganya mpaka uvae chupi kichwani. Maneno haya alikuwa ana direct kwa Rais Samia. Sasa tuanze kuchambua neno moja baada ya jingine hapo. Kwanza kuna neno na bado nakwambia, manake ni yeye personally, sio tu nakwambia. Nitakuchanganya, manake ni yeye anaazimia kumchanganya rais. Haya maneno yote yanaonyesha jinsi ambavyo Mange Kimambi yeye binafsi ana mgogoro wake wa nafsi ambao anao dhidi ya Samia Suluhu Hassan, ila sasa anataka kutumia platform ya vijana, especially kutumia mitandao ya kijamii, kuwafanya vijana waamini kwamba na wao wana matatizo na rais wao. Mange Kimambi anapata wapi hii courage na confidence alionayo sasa hivi? Nafahamu kwamba sote tunajua Mange has always been confident, lakini hii confidence yake ya awamu hii inaonekana kuna nguvu kidogo imetilia mkazo. Sasa wacha nikurudishe 2021 tulipompoteza kipenzi chetu Dr. John Pombe Magufuli. Tulisikia fununu, viongozi wengi wamekuwa wakisimulia ya kwamba kuna baadhi ya watu hawakupendezwa hata na wazo la kwamba Samia Suluhu Hassan ndiye rais anayefuata. Kwa hiyo pia tukasikia hizi story ya kwamba kuna watu walikuwa wataki awaapishwe and so on. Lakini Samia Suluhu Hassan baada ya kuapishwa akaanza kuchukua hatua kubwa na madhubuti zinazoweza kuleta mageuzi kwenye uchumi wa Tanzania. Mmoja ya hatua hizi zilikuwa ni mradi wa DP World, ambapo mpaka leo tunashangaa kelele zile zote zilikuwa za nini? Kwa sababu mradi huu una manufaa na manufaa yake yameonekana. Lakini kwa wakati ule tulisikia kelele kutoka ndani ya Chama cha Mapinduzi, nje ya Chama cha Mapinduzi, nazungumzia vyama pinzani ikiwemo Chadema, pamoja na wanaharakati hadi viongozi wa dini nao walikuja kutoa maoni yao. Lakini kispika ambacho kilikuwa mstari wa mbele zaidi ni Mange Kimambi, and that is why nataka tumrefer kama kispika, kwa sababu huwezi kumuelewa vizuri kama hujampa hilo jina. So kispika hiki kilianza kupiga kelele wakati ule, lakini sasa tunasogea mpaka 2025 ambapo sasa Samia Suluhu Hassan anataka kugombea tena nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kispika hiki kinakuwa cha kwanza kutuambia kwamba Samia hawezi kugombea urais. Kispika hiki kinakuwa cha kwanza kuja kutuambia kwamba ndani ya Chama cha Mapinduzi kuna watu hawataki Samia agombee nafasi ya urais. Samia Suluhu Hassan anapata ridhaa ya chama chake ya kwenda kugombea. Sasa kispika hiki kinakuja kutuambia kwamba hakutokuwa na uchaguzi, na tukija tukashuhudia jaribio la kuiondoa madarakani serikali ya Samia Suluhu, ambapo jaribio hili lilitengenezwa na kispika hiki kilikuwa mstari wa mbele kuwaimbisha vijana wimbo wasiojua. Sasa tubaki hapo kidogo. Mpaka hapa na ningependa ufahamu kwamba kispika hiki hakililii uhuru wa kutoa maoni, huko tulishatoka. Kispika hiki kinalilia platform yake, kwa sababu bila yeye kuwa active social media, sehemu pekee ambayo anatumia kuwasiliana na vijana,
basi wanaomtuma hawatoona haja tena ya kumtumia yeye. Sasa kwa nini namrifaa Mange Kimambi kama spika? Ni kwa sababu hawa wote niliokwisha kuainisha hapa wanamtumia yeye kama spika ya kuzungumza kile wanachokitaka wao. Na hapa naomba tukubaliane kwamba sio Mange Kimambi tu, bali wanaharakati wote. Shida yao hivi sasa sio uhuru wa kutoa maoni, ni uhuru wa kumtoa Samia Suluhu Hassan madarakani. Kwenye upande wa pili wa hiyo barua, Mange Kimambi anatusemelea Tanzania kwa Donald Trump. Anamwambia Donald Trump kwamba Tanzania saizi inafanya biashara na China, Oman, UAE, lakini kwa ukubwa zaidi hivi karibuni, guys, ndo alichokiandika iko, mostly recently, Tanzania inafanya biashara na Russia, especially kwenye kipengele cha madini yake ya uranium. Sasa juzi tu mama aliuliza swali la who are you? Na alibainisha swali hili linaenda kwa wale wanaowatuma hawa wanaharakati. Mange anajiona anaweza kutupangia Tanzania ifanye biashara na nchi gani. Tena anajiona ana uwezo wa kutusemelea kwa Trump kwamba anaona Trump ana uwezo wa kutupangia Tanzania ifanye biashara na nchi zipi. Hapo ndipo ambapo jana tu tulitoka kuelezeana kuhusu masuala ya sovereignty. Hapo kwenye sovereignty, ndugu zangu, kuna nchi ambazo tayari zimepoteza sovereignty yake kwa sababu ya wanaharakati. Mfano Ghana. Ghana ni nchi ambayo iliruhusu wanaharakati waipelekeshe, waipangie nini cha kufanya, na mpaka hivi sasa ninavyowaambia ndugu zangu, Ghana ni nchi ambayo inaongozwa na wanaharakati. Na ndio maana hata barua ambayo mmeiona huko inasambaa eti Ghana wameandika kuhusu hali ya Tanzania, wameandika kwa sababu wanaolalamika hapa nchini ni wanaharakati na wanaoongoza kule ni wanaharakati wenzao. Sasa Tanzania sio nchi ambayo itapelekeshwa na yeyote yule, especially wanaharakati, kwa sababu imefika point wanaharakati wanahisi Tanzania ni ya kwao. Ndugu zangu, kama rais amekwisha kusema Tanzania sio yake, basi hata nyinyi wanaharakati ni busara mkakubali mapema kuwa Tanzania pia sio mali yenu. Tanzania ni yetu sote. Na wengi wenu mnadhani kwamba wanaharakati wanakuwa wakija huku mtandaoni kutuambia vitu vingi vizuri tusivyovifahamu au vibaya tusivyovifahamu. Lakini kuna jambo kubwa sana ambalo Samia Suluhu Hassan amelifanya ambalo wanaharakati mpaka sasa hawajatusimulia. Kwanza, Samia alipoingia madarakani mwaka 2021 aliendeleza kile alichokuwa anakifanya Magufuli kwenye sekta ya madini, ambacho kilikuwa ni kulinda madini yetu na kuhakikisha yanawanufaisha Watanzania kwanza 2021 akafanya maboresho ya sera ya wachimbaji wadogo wa madini. 2023 akabadilisha sera ya usafirishaji wa madini kwa kufanya uchenjuaji wa madini ya dhahabu uanzie hapa Bongo ili kuongeza thamani ya madini yanayopatikana Tanzania. Na 2024 sasa kukafanyika jambo bora na zuri zaidi, ambalo hii ni kuhifadhi 20% ya dhahabu inayochimbwa hapa Tanzania kule Benki Kuu kama akiba yetu. Hii inatusaidia nini sisi kama Watanzania? Ni hivi, kama ikitokea dunia ikaamua leo kwamba inaachana na utaratibu wa fedha za shilingi na makaratasi, tunaanza kutumia dhahabu kama fedha, basi Tanzania tayari imejipanga kisawasawa kwa ajili ya mabadiliko hayo. Lakini pia tuendelee mbele zaidi, saanzishwa tozo ya kwenye sekta ya madini ambayo ni 2%. Tozo hii inafanya kazi gani? Tozo hii ndio ambayo imeelekezwa kwenye sekta ya afya, ndio ambayo inanunua ARVs ambazo juzi kati tu hapa Kispika alikuja kutuambia kwamba ARVs inauzwa kwa sababu serikali haina fedha. Hii inaonyesha kwamba Mange Kimambi hajui kwamba tayari kulikuwa kuna tozo ya 2% kwenye sekta ya madini ambayo ndio ambayo Tanzania inaitumia kununua ARVs. Lakini sio kwenye ARVs tu. Tozo hii ndio ambayo inaenda kutekeleza ule mpango wa bima ya afya kwa wote. Yani Samia Suluhu Hassan anataka kila Mtanzania apate bima ya afya, lakini kubwa zaidi aweze kupata vipimo na matibabu ya magonjwa yasiyoambukiza kama figo, kisukari na kadhalika. Wanaharakati hili jambo hamjatuambia. Kwenye upande wa gesi sasa, Rais Samia alipoingia madarakani 2021 alilielekeza shirika linalosimamia gesi na petroli nchini Tanzania kufanya tafiti za visima na gesi ili kubaini ni sehemu gani ambazo tuna hizo rasilimali ili aweze kufanya maboresho ya sera na sheria za upande wa gesi. Sasa kufikia mwaka huu 2025 kumekuwa na mradi mkubwa wa LNG. Mradi huu ambao unaenda kuanza kutumika very soon
ulikuwa umechelewa kuanza kufanya kazi, kwa sababu Samia alikuwa anaweka zile local content, 70% ibaki Tanzania, 30% aondoke nayo mwekezaji. Lakini pia kispika nacho kilitumika kupaza sauti hapa kwa niaba ya wale waliokuwa wanataka kuoperate kwenye mradi huu kinyemela. Sasa hapo kwenye madini ndipo ambapo tumeona kispika kinatushtakia kwa Donald Trump kwamba eti Tanzania inataka kufanya biashara ya madini ya uranium na Urusi. In case ufahamu, uranium ndio ambayo huwa inatumika kutengeneza nuclear. Kwa hiyo hapa pia anatusemelea kwa Donald Trump kwamba Tanzania inataka kufanya biashara na wahasimu wako, kwa sababu tunajua kwamba Urusi na Marekani ni opposite side. Sasa hapa ndipo ambapo tunarudi na conclusion ya vitu kadhaa. Kwanza ni kwamba kumbe wanaharakati all this time walikuwa na ajenda yao. Ajenda yao haikuwa haki, wala ajenda yao haikuwa matakwa ya vijana. Ajenda yao ilikuwa ni ya wale waliowatuma wao. Lakini pia ndipo ambapo tunapata kurudi kwenye swali la mama. Mpaka unafikia hatua ya kuona una uwezo wa kutusemelea, na huyo unayetusemelea kwake nyote nini? Naomba tuwaulize kwa swali lile lile la mama. Who are you?